kama mmekuja kwa masuala hayo, naomba muondoke sasa hivi. Ila kiongozi, kusema ukweli, alichokuwa anakuambia kiongozi huyo sio kwamba alikuwa anakuambia kitu kibaya. Na maana mtakapopata elimu, naamini kwamba mtabadilika, watoto wenu watabadilika, uzao wenu utabadilika. Kutoka kipindi kile ambacho mlichokuwa mnakaa enzi za babu zenu, yani kitabadilika sana. Kwa hiyo naamini kwamba hatukuja kiugomvi na hatuna ugomvi na nyie, ila mbali tumekuja ili tuwaletee maendeleo. Sitaki kusikia habari hizo. Nimeshasema sitaki kusikia habari hizo wala kubadilisha utawala wowote. Na mtu yeyote atakaye kuja kujaribu kufanya chochote bila idhini yangu, nitamfyeka kichwa. Tuondokeni. Hawezekani tena kurudi kwenye kijiji hichi. Mtu akipotea manake hawezi kurudi tena, mke wangu. Na hili kosa kila siku mnalizungumzia, nyinyi mnapenda utandawazi. Ina maana shemeji yangu hutaki kabisa kuvaa nguo za asili kama hivi, unataka kuvaa nguo ufanane na dada yako ya kisasa. Sio kumega dada, mimi naendelea na utandawazi kwa sasa. Sawa, ila unakosa faida kwa sababu mavazi ya asili yana faida yake. Sema shemeji yangu, nini ulikuwa unataka kuniambia? Ndio kuja hapa bwana shemeji. Nilikuwa nataka nikwambie mimi nataka kuchimba kisima hapa nyumbani. Hapana shemeji yangu. Ina maana maneno yote naongelea kwa usikii. Wewe ushawahi kuona kisima kingine zaidi ya kisima cha kale? Katika kijiji hichi tunaishi kwa mila na desturi. Hautakiwi kuchimba kisima cha kwako. Unanielewa? Kisima kinatumika cha kale ni kimoja tu. Na katika mji huu mimi ndo mwenye mji. Siruhusu mtu afanye ujinga kama huo. Unanielewa? Ya mimi bwana nataka nichimbe kisima kwa sababu nahangaika kwenda kisimani kule mbali, kama kule kila siku niende mimi nachoka. Sawa, ila wewe sio mwenye nguvu peke yako. Wote tunatamani tuwe na visima, na sio mimi na wewe tu. Wengi wanatamani hivyo, ila hapa tunaishi kwa mila na desturi. Tunatumia kisima kimoja tu cha kale, na hilo neno pekee yake kilisikia mfalme anaweza kuchinja. Sasa je, sembuse kuchimba kisima? Haturuhusiwi. Sawa, kama umeelewa. Basi ngoja tuchukue majengo hapa twende shamba. Tungekuwa tunavaa mavazi ya asili kama haya, nao pia angekuwa anapata ukumbusho kila siku. Hata wewe mdogo wako angekuwa anavaa mavazi kama haya, manake angekuwa anakumbuka kama hapa tunaishi kwa mila na desturi. Wewe ndo kiongozi, nakwambia kila siku mke wangu, tuwe tunavaa mavazi ya asili. Wewe unang'ang'ania mavazi ya utandawazi wenu wa kisasa ya kizungu. Ndio haya yanatokea, watoto wetu tunashindwa kujua mila zetu. Kijiji tunaishi kwa mila na desturi na unatambua.
Unatambua vyema kabisa mke wangu. Sawa, mama wangu mimi nimekuelewa. Nenda basi hata kwa mfalme kaongee naye. Ajue jinsi gani anafanya ili mdogo wangu arudi. Yaani hicho ndio hakiwezekani kabisa. Yaani haiwezekani kabisa. Niende kwa mtawala. Nikienda kwa mtawala atanikuta makubwa na mimi zaidi. Na hapa mtawala akitambua tu lazima ataniita. Na kwa hili mtawala lazima ajue kwa sababu sisi tunaishi kwa mila. Kwa hiyo atakapojua ataniita. Na atakaponiita sijui nini kitakachoenda kunikuta. Kwa hiyo hamna namna nyingine yote mume wangu unaweza ukanisaidia kwa hili ili mdogo wangu arudi? Yaani haiwezekani. Hata hivi manake mimi nipo mashakani. Tunatambua kwamba tunaishi kwa mila na desturi. Kwa hiyo nilotokea hapa haiwezekani kurudi tena. Kumwachie Mungu. Sasa mume wangu mbona unaondoka? Kijoka, taarifa zangu umezipata? Ujumbe gani? Unajua Kijoka yeye ni mzuri sana. Yaani mwenzako na rangi yako ndo unazidi kunichanganya. Kijoka mimi nakupenda. Hivi wewe una akili sawa sawa? Sikiliza nikwambie kitu. Mimi nakipenda kichwa changu. Na sipo tayari kichwa changu siku moja kitoke. Na mimi nipo hapo kwa lengo la kumlinda mtawala na kuilinda himaya. Sikiliza nikwambie, hata kama nakutaka lakini sikutaki. Mshamba. Kijoka nakupenda lakini Kijoka. Ndugu yangu, cha msingi mimi na wewe tuungane ili tuweze kutoka ndani ya hichi kijiji. Tusipoliangalia hilo tutajikuta tunateketea hapa hapa. Sasa ndugu yangu, nataka tuondoke wapi? Unajua hizi mila zetu zilivyopangwa unajua. Sasa nataka tuondoke afu mkuu akijua je? Ndugu yangu, acha kuwa kama mpumbavu. Sasa hivi tunaenda na teknolojia mpya. Wewe mpaka nguo tunavaa. Sasa nataka uondoke wakati hujaruhusiwa. Unaondoka vipi? Unatakiwa usubiri kwanza uruhusiwe. Unataka kuondoka tu kurupu. Matatizo mengine yakitokea utakuja kumlaumu nani? Cha msingi kama mfalme aliweza kuagiza watu walete kunguo na mimi na imani kabisa njia ya kutokea ipo. Ndugu yangu, kuwa na mikazo. Sio mikazo, mimi mikazo ninao ila nakaza kwa vitu vilivyokuepo. Sasa wewe unakaza vitu visiokuepo hivyo. Yaani unakaza nataka uondoke wakati ruksa haijatoka. Mtoto wa kiume usiogope. Kaza. Sio kwamba naogopa ila mimi nataka nifanyishe vitu vilivyokuwa hapa kwenye hii mila yetu. Sio kwamba naogopa, hamna. Ila tu natakiwa na vile nikaze. Sasa naye kaza. Sawa, mimi nilikuwa nakupa tu shauri. Kama utaki sio mbaya, baki hapa teketea. Wewe chizi. Mungu wangu nilikwambia watu wa kule yani ni wagumu sana kuelewa. Kwa kuwa walikuwa wamezoea utawala mwingine. Ila wewe nilivyokuwa nakwambia kule, yani ulikuwa hunielewi. Ona. Sasa hapa tutafanyaje? Kusema turudishe taarifa kule ya kuwa tumeferi itakuwa ni fedheha mno kwetu. Itakuwa fedheha mno. Bado naumiza akili yangu kutafuta plani ambayo tunaweza kufanya ili mradi tufanikishe jambo hili. Kweli. Ila mimi nawaza hivi, hatuwezi tukamwita yule tukamleta hapa akanywa
akala, tukamtafutia sehemu ya kulala, wewe huone hapa kama anaweza akakubali? Unadhani anaweza kukubali kuja huku kweli? Yule nina imani anaweza akakubali. Kitu cha kwanza inatakiwa tumfanye kama rafiki yetu, yaani tukimfanya kama rafiki yetu atakubali. Yule atakubali. Yule yani nakupa uhakika, yani yule atakubali. Kinachotakiwa muhimu tufanye mbinu ya kumwita hapa, akae hapa, tumtafutie chakula, tumtafutie nyumba akae, yani tuyajenge. Yani tukiyajenga, nami nakwamba ninawezekana. Mtendaji wangu, yani inawezekana sana. Sawa, nimekuelewa. Kama atakubali kuja itakuwa vizuri mno na itapendeza sana. Mimi na imani itawezekana. Kwa hiyo wewe baada ya kwenda kutengeneza mama kubomoa, si ndio? Hapana. Mimi nimemwelekeza kila kitu Kijoka na amekubali. Sasa sikiliza nikwambie. Jana nimemfuata Kijoka na nimeongea naye. Kwa majibu alionijibu yanaonekana kabisa wewe ndio uliyemfunza. Sasa nisikilize. Ukitaka uendelee kuwa kwenye himaya hii na uishi kwa amani hapa nyumbani kwetu, yaani fanya ufanyavyo, uhakikishe mimi nakuwa na Kijoka. Na bila hivyo nitamwambia kaka kuwa anataka kunibaka. Utampata Bebelu. Kwa hiyo wewe umeshindwa kutimiza ahadi yako kama nilivyokuambia eh? Sasa ahadi yetu ipo pale pale. Kama ameshindwa leo namwambia kaka. Kaka! Naam.